Kunayo mambo ambayo nimeona siku ya leo. Umeniambia kwamba nyuki inapenda maua. Nikiangalia huku sioni maua yoyote, mimi naona miti ambayo imekauka. Na pia kuna zile vyumba ambazo nimekuta ya kwamba umeweka ni kama alafu mmeweka wax ndani ya hizo chuma. Hebu tueleze hizo ni nini na maua ambazo unazungumza kuhusu ziko wapi? Kitu ya kwanza ni kwamba nyuki wanapenda maua, na ukiangalia kwa hili shamba letu ni kwamba sahi ni wakati wa kiangazi. Na chakula imepungua sana. Lakini nyuki wana njia zake za kwenda. Hawategemei ile miti kule. Wakienda kule karibu na mto, kuna maeneo utapata kuna maua. Na pia sababu ya kukosa hiyo ndio maana tumebuni sehemu vya kulishia nyuki, kupea nyuki chakula. Tunachukua zile asali tunachanganya na maji alafu tunawapea. Pia kuna vyakula ambazo nyuki huwa wanapewa. Hebu Richard, tuambie vile tutaweza kuharvest asali yetu. Na pia nimeshtuka ya kwamba siku hizi mtu anaweza harvest hata mchana. Hii imewezeshwa na nini? Ile ambayo tunaita modern beekeeping ama ile apiculture sasa ya wakati ambao tunawafunza watu ni kufunza jinsi watakafanya kazi na nyuki kwa urahisi bila ile conflict. Na ndio tumekuja na aina hizi ya mizinga ambayo unaweza fanya kazi hata mchana. Isipokuwa na asali ambayo tunachukua kutoka kwa mzinga, ni nini ingine tunaweza kuchukua ama kuharvest kutoka ndani ya mzinga? Watu wengi wanajua tu asali ndio inatoka kwa mzinga. Hawajui kwamba huu mzinga unaweza kukupa faida nyingi sana. Kitu ya kwanza ni asali ambayo kila mtu anajua. Na asali kuna aina nyingi. Kuna ile asali yenye iko kwa zega, na kuna asali ambayo ambayo iko kwa ile table form ama liquid form. Kitu ya pili tunaita wax. Wax ni muhimu sana. Watu kama wale wanao mizinga ile ya kitambo wanatoa zile wax wanazitupa. Vile wanazitupa hizo ni pesa. Wanafaa waende wazitengeneze, wauze kama wax blocks. Na hiyo ina pesa nyingi sana. Kuna kingine ambayo tunaita pollen ama chavua kwa Kiswahili. Pollen ni chakula. Nyuki wanaitumia kama chakula, ambayo source of protein ambayo wanaitoa kwa mzinga, wanaitumia wao kukula kama chakula, sababu wanaichanganya na asali, wanaikula. Hiyo inakuwa ni kama ile tunaita bee bread ama mkate wa nyuki. Hiyo pia unaweza itoa kwa ule mzinga. Kingine unaweza kutoa kwa mzinga ni propolis ama ile gundi. Hiyo gundi pia inatumika, ni dawa. Inatumika dawa nzuri sana ya koo, kifua na pia ukiumwa na meno. Na pia inatengeneza zile sabuni ambazo tunaziita hand bacterial kwa kizungu, ambazo zinaua viini. Kuna kitu kingine ambacho tunaita royal jelly ama maziwa ya nyuki. Hii inatumika sana. Watu wengi wameanza kuitumia, ambao hii chakula ambayo queen bee anaitumia. Sasa watu wengi wameanza kuitoa na kuiuza na kupata pesa. Kitu cha sita ambayo inayotoka kwa mzinga ni ile sumu ya nyuki ama inaitwa bee venom. Hiyo ni muhimu sana. Watu wengi wanaogopa nyuki sana. Sababu wakisikia hiyo wakishadungwa, ile sumu ndio ile ambayo inakufanya ufure. Hiyo ni dawa. Unaweza ivuna na itumike kama dawa. Kwa hivyo sio asali peke yake, ni zaidi ya asali. Na hizi vitu zote ukizatoa unaweza pata pesa zaidi. Sababu asali ukilinganisha na hizi vitu zingine nimekutajia, ukichukua kilo moja ya asali, kilo moja ya wax, ya pollen, propolis, royal jelly na bee venom upeleke sokoni, asali ndio itachota ile pesa kidogo kabisa. Kwa wale wakulima ambao wanatutazama wangependa kujua kwamba nyinyi huweza kutengeneza mizinga ya kuuza ama kwa kuweza kupatia wakulima ili muweze kupata ile asali kwa wingi. Mkulima yeyote ambaye anataka kuanza ukulima wa nyuki anafaa atutembelee. Tuna maduka kule Nairobi, Mombasa Road, pale karibu na Panari ambayo tunaita the Hive House, tutaona pale. Na pia tuna maduka nyingi kule Malindi, tuna duka Mombasa, tuna duka hapa upande wa ukielekea Garissa Road, ukipita Matu, Kanyonyo, tuko na duka pale. Voi tuko na duka, tuko na duka kule Nairobi, ingine kule Sarit Center. Kwa hivyo, na pia tunaendelea kuweka zingine kule Kisumu, Eldoret, wapi. Mizinga yote hiyo tunamezungumzia tunayo kwa wewe mkulima kuweza kufuga nyuki. Baada ya kuweza kutengeneza mizinga na kuweza kuchukua asali, kunayo training ambayo nyinyi huweza kupatia wakulima ili waweze kuingilia ukulima huu wa nyuki, wa asali? Huwa tuna mafunzo kila mwezi. Mkulima
akinunua vifaa kwetu kama hii mizinga, akinunua, na pia wale ambao hawajanunua lakini wanataka mafunzo, kila mwezi huwa tunaandaa mafunzo. Hebu tueleze kwa wale ambao wangependa kuzungumza nanyi Richard, watawafikia namna gani? Ukituhitaji kule kwako, tutakuja tukuonyeshe jinsi ya kuni. Wale ambao ni wanatarajia ama wanataka kuanza ufuga nyuki na hawajaifanya hii kazi, pia tunatembelea wao, tunawaonea shamba yao na tunawaadvise ama tunawapea ushauri eneo ile nzuri mahali wanaweza weka nyuki na ni kiwango gani ya mizinga ambayo unaweza weka kwa hiyo eneo, sababu hiyo ni muhimu sana. Sababu wakulima wengi wananunua tu mizinga lakini hajui mahali ya kwenda kuweka. Hii tutakuja tuangalie na tukuambie hapa ndio ile mahali unaweza weka. Unaweza weka mizinga aina kiasi fulani. Unaweza zungumza na mimi Richard katika nambari ya simu 0721 863 868. Unaweza kunipata pale na tuweze kuuliza ushauri wowote na mahali unaweza tupata, pia vile utatufikia kwa urahisi kabisa. Daktari, doctor mwenyewe wa nyuki. One and only, the only doctor wa nyuki ndio huyu. Nikimwambia shukran kwa yale ambayo tumesoma. Na tumesoma mengi na umetusaidia sana. Na najua wale ambao watakuja kusoma pia utawasaidia. Na wale watataka bidhaa pia utawauzia. Si ndio? Ndio. Basi na usalimie ule jamaa anaitwa Chris. Mwambie hii ni yake. Hiyo ni yake. Patia Chris hiyo mkono. Mwambie asante sana kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Thank you so much. Oria tuma naguo ni ati njuki no uhote kurera na no uhote gwika kindu gitagwo value addition. Ni uigwa indo iria ciuma hari njuki ni maundu maingi muno maria mauma thiini wa njuki. Na kuiga njuki ti undu muritu. Ni tondu wi kuiga mwaturi na uhote guthondeka na njira iria yagiriire ni ukuhota gukorwo kiiga njuki ciaku na uhote guthondeka mbeca. Ndikuhota kuongerera undu ungi kira Ngai wa mwa kurathime o nginyagia kiumia gigoka. Njita Kimiti wa Gitau. Tafarira ni mugambo wa murimi. Kuma guku Yata tuganire twaririe riu ti undu ungi ndathie nduka thie ngagire kana ndikuire mwatu uyu.